Karibuni sana watu wa Mungu, nakaribisha tena kwa wakati na muda huu ambao tumetumikiwa na Mungu wetu. Ni fursa njema mimi na wewe tupate kushiriki neno hili jema na baraka kutoka kwa Mungu wetu. Basi leo ningependa tukapata kujifundisha kuhusu michongo mwanadamu ambaye anajichongea na sanamu akisingizia ya kwamba ni Mungu. Tusome basi, tuanze katika maandiko katika kitabu cha Isaya 40 kuanzia 18. Nasoma hivi: basi mtamlinganisha Mungu na nani? Au mtamfananisha na mfano wa namna gani? Sanamu fundi mmoja huiyeyusha, na mfua dhahabu huifunika dhahabu, huifulia mikufu ya fedha. Yeye aliye maskini sana hata hawezi kutoa sadaka ya namna hii. Uchagua mtu usiooza, hujitafutia fundi stadi. Nabii Isaya anasema ya kwamba tunaweza kumlinganisha Mungu na nini ama kumfananisha na nini? Hakika yeye hafananishwi wala kulinganishwa na chochote. Lakini mwanadamu imefika leo hii, mwanadamu amechukua hatua, amejichongea sanamu, ameweka katika nyumba yake. Leo hii kuna sanamu inaitwa Yesu, kuna sanamu ambayo inaitwa Bikira Maria, na kuna sanamu ambazo ziko kwenye manyumba, kwenye zao wameziweka hapo wakisema ya kwamba basi ndio Mungu wa kuokoa. Lakini hebu wewe uamuke ujue kwamba hakika kama ni Mungu, mbona siweze kukuokoa? Ni Mungu yupi yule anaweza kubebwa? Saa hii ukisombwa na maji, na huyo Mungu wako atasomba. Hebu jiulize. Saa hii ukiteketea kwa nyumba, na hiyo rosari yako na Mungu wako atateketea. Basi je, imekuwaje leo umekuwa kipofu mwanadamu hata ukamlinganisha Mungu na kinyago hicho? Basi tuendelee kusoma katika hiyo Isaya 40. Inasema hivi na kwamba je, hamkujua? Hamkusikia? Hamkuambiwa tokea mwanzo? Hamkufahamu tangu kuwekwa misingi ya dunia? Basi kama huu ulikuwa ujui, ama ulikuwa hujatambua, basi ifahamuni leo na ijulikane leo ya kwamba Mungu hafananishwi na chochote. Mungu hafananishwi na chochote. Twende katika kitabu kingine kwa uweza wa Yesu, katika hiyo Isaya 44. Tusome kwa uweza wa Yesu. Basi tuanzie mstari wa 9, na ningependa usome wewe mwenyewe ukiwa ni mfuatiliaji. Soma kutoka 9 hadi mstari wa 20. Lakini mimi nakupatia tu kionjo, kisha utaenda kujisomea. Basi Isaya 44, tusome 9. Wachongao sanamu wote ni ubatili, wala mambo yao ya wapendezayo hayatafaa kitu, wala washahidi wao wenyewe hawaoni wala hawajui, ili watahayarike. Ni nani aliyejichongea Mungu mmoja, au aliyesubu sanamu isiyofaa kitu? Tazama, wenziwe wote watatayari, na mafundi hao ni wanadamu. Mwanadamu amefika, ameanza kujichongea sanamu. Unajichongea wewe sanamu ukiabudu na kuisujudia na ukiibusu kuwa ni Mungu wako. Lakini utatayarika, utaibika ghafla, ni ukutuke utoke, maana hakika hakuna jibu utakalolipata kutoka kwa sanamu hiyo unaiabudu ukiita Mungu. Usome kutoka 9 mpaka 20, utapata majibu yaliyo sawa sawa, na Yesu wa uzima atakubariki sana. Jibidishe kwa haraka. Tusome katika Isaya 45. Basi tukapata kujifunza pia katika mstari wa 20, nasema jikusanyeni, mje na kukaribia pamoja, ninyi wa mataifa mliookoka. Hawana maarifa wale wauchukao mti wa sanamu yao ya kuchonga, wamuombao Mungu asiyeweza kuokoa. Hawana maarifa hao wanaochukua mti, wanaochukua sanamu waliochonga na kufanya nini? Isiyookoa, isiyosema, isiyofundisha, isiyopona.
hawana maarifa, hao wamepotoka, nao ni wapumbavu, nao wameoza, akili zao zimeoza. Basi ningependa ya kwamba ukiwa peke yako mwenzangu, na kama wewe ni Mkatoliki, na kusisi sana, angalia kwa kitabu wa Biblia zenu, kuna kitabu kinaitwa Hekima ya Sulemani 13 uanzie 10 kwenda 19. Itakueleza vile watu walichonga wa sanamu zao, misalaba mnayoibeba leo, mkisema ya kwamba ni Pasaka, mnasema ya kwamba ni Good Friday. Hebu nikuulize, kwani Fridays zingine zote zimekuwa ni bad Fridays? Nijibu. Na kama ni bad Fridays, hiyo Good Friday inakuja mara moja kwa mwaka. Kwa hivyo hizi zingine zimekuwa ni za laana. Jiulize hiyo na ujijibu. Basi usome hiyo kitabu, soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17:29, soma kitabu cha Yeremia 10:1 hadi 16. Yote utabarikiwa tena sana. Utabarikiwa tena sana. Nakwambia hivi, langu ni kwamba wakati umefika, wachana na hiyo sanamu, kuabudu sanamu, kuabudu usichokijua, ukapata kumrudia Mungu wako. Mtume Paulo anaambia watu wa Athene, anawaambia ninyi watu wa Athene, mmekuwa mkiabudu msichokijua, lakini mimi nimekuja kuhubiria habari za yule mtu ambao hamkumjua. Kwa hivyo mtu ambaye hamkumjua, na ninyi mmekuwa mkiabudu msichokijua. Sasa leo hii nakwambia mwanadamu, amuka, ujue ya kwamba unachokuwa ukiabudu hicho haukijui, si Mungu, na kujulisha. Basi mfuate Mungu. Mungu ni mwaminifu, yeye atakupokea ukimrudia. Anasema kwamba nirudieni nami nitawarudia. Fanya haraka sana. Wito wa toba, soma katika Isaya 1:10 hadi 20. Anasema hakuna ibada pasipo haki. Sasa ibada yoyote inataka haki. Kwa hivyo fanya bidii ukaondokee uovu na vinyago vya kila namna na sanamu za kila namna, ukapata kumwabudu Mungu aliye mtakatifu. Yeremia 4:1 mpaka 4 nasema ya kwamba ukitaka kunirudia Yerusalemu, nirudieni nami nitakurudia. Kwa hivyo ni wewe uchukua hatua ya kuacha vinyago vyako, umrudie Mungu wako, naye atapata kukurudia. Kwa hivyo usifanye kusita, lakini fanya haraka, fanya hima. Huwezi jua kesho ya kuleta nini. Wakati ni sasa, wokovu ni sasa, nafasi ni sasa. Huwezi jua kesho italeta nini. Huwezi jua ukisema ya kwamba kesho nitaokoka, kesho ninabadilika. Basi sasa wokovu ni sasa na kubadilika ni sasa. Niseme nini wapendwa? Nakushukuru sana kwa sikio lako na wakati wako. Hadi wakati mwingine. Bye.